Mwaka 1692, Massachusetts, Amerika, msichana mmoja umri wa miaka 9 alipata seizure, yani degedege. Mwili wake ulianza kutetemeka, alianza kupiga kelele, alianza kusema maneno yasiyoeleweka. Daktari alikuja, alichunguza, akasema, huyu msichana ana mapepo. Sio ugonjwa, sio shida ya akili, ni uchawi. Wazazi, majirani, wachungaji, wote walianza kutafuta wachawi. Nani amemfanya msichana huyu kuwa hivyo? Nani ana nguvu za kishetani? Nani ni mchawi? Na kwa miezi 9, wanawake 20 walichomwa moto. Wanaume 5 walichomwa moto. Watu 200 walikamatwa. Zaidi ya maisha ya watu 1000 yaliharibiwa. Familia nyingi zilivunjika. Mji mzima uliangamia kwa hofu. Hofu ya uchawi na mapepo. Lakini unajua nini? Hakukuwa na wachawi. Hakukuwa na mapepo. Kulikuwa na watoto wanaoigiza. Kulikuwa na wachungaji wenye nguvu. Kulikuwa na watu wenye chuki. Kulikuwa na jamii iliyoathirika na hofu. Leo nitakwambia jinsi maigizo ya kutoa mapepo yalivyoanza. Lakini kabla hatujaanza kipindi chetu cha leo, ningependa kuwashukuru watu wote ambao mko na sisi kila siku hapa, na zaidi kwa kila aliyesubscribe. Asanteni sana. Kwa wale ambao bado hamjasubscribe, naomba leo fanya hivyo. Bonyeza kitufe cha subscribe. Salem Village, sasa Danvers, Massachusetts, ulikuwa mji mdogo wa Wapuritan, Wakristo wenye imani kali. Wapuritan walikuwa wenye imani kali, walitaka kuishi kwa mujibu wa Biblia, wenye nidhamu ya juu sana. Hakuna mchezo, hakuna dansi, hakuna sherehe. Wanaoamini katika uchawi sana na kwamba shetani anaweza kutumia watu kufanya kazi yake. Lakini watu hawa wa Puritan walikuwa Wakristo na wameokoka, na walikuwa wakitumia Biblia ya King James Version. Walikuwa wamesoma kitabu cha Kutoka 22:18 na wakashika mistari isemayo, mchawi usimwache aishi. Kwa hivyo, kwa Wapuritan, kama mtu ni mchawi, lazima auawe. Mji wa Salem ulikuwa na shiba. Watu walikuwa wakigombana kuhusu mipaka ya ardhi, mgawanyiko katika dini, matabaka ya maskini na matajiri, wafanyabiashara na wakulima. Watu walikuwa wenye hofu, wenye chuki. Lakini mambo yalibadilika pale ambapo watoto wawili walipata degedege, kwa Kiingereza seizure. Mwaka 1692, Januari, Betty Paris, msichana wa miaka 9, binti wa mchungaji Samuel Paris, mchungaji wa Salem Village, na Abigail Williams, msichana wa miaka 11, binamu wa Betty, walianza kuonyesha dalili za ajabu: kutetemeka, kupiga kelele bila sababu, huku wakisema maneno yasiyoeleweka, na wakisema wanaona vitu. Wazazi waliogopa, wakaita daktari. Daktari William Griggs alikuja. Alichunguza wasichana hao na hakuweza kupata sababu ya kimwili. Hakuweza kuelewa nini kinaendelea, na kisha akasema, wasichana hawa wamepagawa na uchawi, wana mapepo. Sio ugonjwa, sio shida ya akili, ni uchawi. Samuel Paris, mchungaji wa Salem Village, alijawa na hofu. Binti yake ana mapepo ya uchawi. Binamu yake ana mapepo ya uchawi. Nani amewafanya hivyo? Mchawi ni nani? Mchungaji Paris aliwauliza Betty na Abigail, nani anawasumbua? Nani anawafanya hivi? Kwanza wasichana hawakusema, lakini baada ya kusikilizwa, kuhojiwa na kushurutishwa, walianza kutaja majina. Betty na Abigail walitaja majina matatu. Jina la kwanza lilikuwa Tituba, mtumwa wa India. Tituba alikuwa mtumwa wa mchungaji Paris. Alikuwa mtu wa Barbados, huko katika visiwa vya Caribbean, na alikuwa mweusi. Mtu wa pili alikuwa Sarah Good, mwanamke maskini na asiye na mahali pa kuishi,
na hata kula kwake kulikuwa na tabu sana, na watu walikuwa wanamchukia. Mtu wa tatu alikuwa Sarah Osborne, mwanamke mzee na mgonjwa, na alikuwa na scandal. Alioa mtumwa wake, kitu ambacho Wapuritan waliona kama dhambi. Msikilizaji wangu, ukichunguza vizuri, watu wote hawa walikuwa wanawake na wasio na uwezo katika jamii zao, na pia walikuwa wanachukiwa. March 1, 1692, Tituba, Sarah Good na Sarah Osborne walichukuliwa mahakamani. Salem ilikuwa na mahakama spesheli, yani mahakama ya kusikiliza na kuamua. Majaji wote walikuwa Wapuritan, wote wanaamini uchawi, na mahakama haikuwa ya haki. Katika mahakama ya Salem, ushahidi uliotumika ulikuwa ujinga mkubwa. Kama hivi: spectral evidence. Spectral evidence ni ushahidi wa kuona roho ya mtu akifanya uchawi. Kwa mfano, Betty alisema, nimemwona Sarah katika ndoto akiniroga. Mahakama inasema, hiyo ni ushahidi. Sarah ni mchawi. Lakini shida ni, hakuna mtu anaweza kuthibitisha roho. Hakuna mtu anaweza kuona roho. Lakini mahakama ilikubali ushahidi huu. Ushahidi mwingine ulikuwa touch test. Mahakama ilikuwa na jaribio. Mtu aliye na mapepo ya uchawi anatetemeka. Kisha mshtakiwa anagusa mtu mwenye mapepo. Kama akiacha kutetemeka, hiyo ni ushahidi kwamba mshtakiwa ni mchawi. Hii ni ujinga mtupu, msikilizaji wangu. Ushahidi wa tatu ulikuwa kwa njia ya confession. Mahakama ilisema, kama unakiri kwamba wewe ni mchawi, tutakusamehe, lakini kama unakataa, tutakuua. Lakini sasa, msikilizaji wangu, hata kama ni wewe, si utakubali ili upone? Hata kama ni uongo? Tituba alikiri, alisema ndiyo, mimi ni mchawi. Alipona. Sarah Good alikataa. Sarah Osborne alikataa, na wawili hawa walifungwa. Baada ya watu watatu wa kwanza kushtakiwa, degedege ilianza kuenea. Betty na Abigail walipata attention, walipata umaarufu sana. Watu waliwazunguka, wachungaji waliwahoji, familia zao ziliwajali. Watoto wengine wakaona hii ni nafasi ya kuwa maarufu, na wakaanza kuigiza kuwa wana mapepo ili na wao wewe maarufu. Msikilizaji wangu, na huu ndio mzizi wa maigizo ya mapepo kanisani unaofanyika hadi leo katika makanisa yetu. Na ukitazama utaona pia ni wanawake wengi ndio huwa wanashikwa na mapepo makanisani hadi leo. Tafakari hili vizuri. Ann Putnam Jr. miaka 12, Mercy Lewis miaka 17, Mary Walcott miaka 16 na Elizabeth Hubbard miaka 17. Wote walianza kuonyesha dalili za uchawi kwa kuigiza kama wana mapepo, na walianza kutaja majina ya wanaowatupia mapepo, na majina hayo yalikuwa ya watu ambao waliwachukia. Kati ya March na Mei 1692, watu zaidi ya 100 walishtakiwa kwa tuhuma za uchawi wa kurushia watu mapepo. Baadaye, watuhumiwa wa uchawi walikuwa wakichomwa moto, wakipigwa mawe hadi kufaa, wengine kunyongwa na wengine walifia gerezani. Hali ilivyozidi kuwa mbaya, watoto walianza kuwashtaki hata watu wazito kama wachungaji, matajiri na watu wenye hadhi. Kuna wakati mke wa governor alishtakiwa kwa uchawi, na hatima yake governor aliona kwamba mke wake ameshtakiwa na aliamuru mahakama na kesi za uchawi zitupiliwe mbali. Baadaye, watu wa Salem walitambua kuwa walikosea, na mwaka 1697, miaka 5 baadaye, Massachusetts ilitangaza siku ya kufunga na kuomba msamaha kwa Mungu. Familia za watu waliouawa walipewa pesa kidogo, na baadaye waliomba msamaha na kukiri kuwa walikosea rasmi. Mwaka 2001, watu wote waliouawa walitangazwa rasmi kuwa wasio na hatia. Majina yao yalisafishwa. Msikilizaji wangu, watu wengi huwa wanajengewa chuki kati yao na ndugu zao kwa kutengenezewa picha kuwa ndugu zao ni wachawi na hawataki waendelee. Na kibaya zaidi ni kwamba wanaowachonganisha ni wachungaji wao. Vile vile, tambua kuwa hata katika makanisa ya leo kuna watu wanaigiza kutolewa mapepo katika makanisa. Na ifahamike kuwa mambo haya
yalianza tangu zamani. Acha kutafuta mchawi. Jitafakari kwanza na ufanye uchunguzi. Asante. Hofu inaua zaidi ya silaha. Ujinga unaua zaidi ya ugonjwa. Jifunze historia, usiirudie. Tutaonana kipindi kijacho. Mungu akubariki.